Chetu inaanza katika mjengo huu. Kuna bibia yuko hapa, ameleta chakula, ndio kazi yake. Yanapokea oda kisha anapeleka katika nyumba mbalimbali, anauza msosi. Lakini amegonga hapa leo, mwamba anakuja kufungua hapa. Dada anakuja moja kwa moja akasema, sikia, leo sio mkaaji, lakini nimekuletea funguo yako hii hapa, alafu sitaki mazoea kabisa, umenielewa? Ataka kuondoka, mchiza akamkamata akamwambia, sikia, si unajua jinsi gani ambavyo mimi nakupenda, sasa utaondokaje wakati sijapata kila ambacho nakihitaji? Bibi anasema, hapana, hebu niachie basi mimi niondoke, sitaki pumbavu wako. Lakini wakati anamkisi katika sehemu za shingo, hisia imekuja hapa. Mwisho wa siku dada na fly, mwamba anaambia, leo utoke hapa hadi unipe kisi, alafu tuende ndani tukafanye mambo fulani. Wanaingia chumbani, dada muuza chakula ameliwa hapa. Lakini ilikuwaje hadi wamefikia hapa? Siku ya kwanza hii hapa, mchizi alisikia kuna ode imegongwa, mamba anaita Dani. Lakini alipoingia ubibie akamuuliza, wewe umefuata kitu gani hapa kwangu? Dada naye akauliza, hapa wewe ni nani? Akasema, hapa mimi ni nyumbani kwangu. Je, wewe umefuata nini katika nyumba yangu? Hebu niambie. Kidogo mzee anafika. Huyu mzee anaitwa mzee Dani, alafu mchizi anaitwa Devi pale. Akasema, nilimwagiza huyu bibie chakula hapa, wewe si hauna mwanamke, na ndio maana nilimtuma alete hapa chakula. Baadaye mzee Dani yuko zake hapa nakula chakula kitamu sana. Asema huyu bibie lazima nimwagize aje tena wakati mwingine. Dada leo ni asubuhi, wakati amelala hapa, bibie anaitwa Julie, simu kidogo inaingia hapa. Madamu wake anaambia, sikia, kuna oda imefika hapa, uende katika nyumba namba 5 upeleke vyakula pale kwa mzee Dani, umesikia? Kasema, jamani nimechoka. Lakini ndio hivyo, ndio kazi yake ambayo inamweka mjini, ikabidi ajanda yafike hapa. Mchizi kama kawaida akafungua mlango. Alipofungua akasema, ni wewe tena? Hivi hebu niambie kitu kimoja, yaani umeniacha mimi alafu unafanya hii kazi? Akasema, ndiyo, haya ndiyo maisha ninochagua. Mchizi akacheka sana akasema, uliniambia kwamba wewe umepata mwanamume tajiri, umeniacha mimi. Sasa mwanamume tajiri ndio anakuruhusu ufanye kazi ya kuuza chakula, mbona hakujali sasa wakati wewe ni binti mzuri kama hivyo? Inakuwaje? Akasema, jamani, hayo hayakuhusu, mimi na wewe tumeshayamaliza. Kwa nini naongea? Akasema, naongea kwa sababu wewe ni mpumbavu. Haiwezekani unaniacha unasema unaenda kuwa na mwanamume tajiri mwenyewe hata ukujali ya kutunzi. Bibi anasema, jamani, haya ni maisha yangu, naomba uniache. Akakabidhi hapa kile chakula. Mzee anasema, asante sana binti, kwa kweli wewe ni mchapakazi. Akasema, asante, naomba tu nitoke. Alipotoka akamgonga mchizi Devi hapa. Lakini mwamba inaonekana alikuwa naye katika mahusiano na bibie, alafu walitofautiana kidogo, kila mmoja akafanya maisha yake. Leo ni siku nyingine, mzee anakuja hapa, anashangaa kuna binti anatoka katika nyumba ya mtoto wake. Binti anaona aibu kweli kweli, akachukua kipochi chake na kukimbia. Imemuuma sana hii mzee. Mwanae hataki kuoa, lakini analeta malaya dada poa ndani kila siku. Hapa katika meza kuna sigara na pombe kali kweli kweli, kiashiria ya kwamba mtoto wake alikuwa anakunywa pombe. Baadaye dogo anaingia ndani, anasema, yani leo huyu dada nimemgonga kweli kweli, yani nimemwekea staili. Mzee wake yupo hapa anamtazama. Baba anashuka, anasema, wewe, ina maana huu ndio ujinga ambao unaufanya na hapa ndipo ulipofikia? Dogo anasema, sikia mzee, haya ni maisha yangu, alafu hiki kidevu chako hiki nitakitoa siku moja. Akamwasha kofi, akasema, acha upumbavu. Akasema, sio upumbavu mzee, mimi nimeshalewa pombe hapa. Mzee amekasirika sana, kijana wake amepotea. Leo dada Julie kama kawaida yuko zake mtaani, anapeleka chakula kama kawaida yake. Kafika hapa katika jumba fulani, mwenyewe akatoka hapa, anatembea kwa oda. Unaweka oda ya chakula, anakuletea hadi ulipo. Ndio kazi ambayo anaifanya kila siku. Leo kafika hapa, mzee akawa anamuuliza, samani binti, naomba nikuulize, hivi una boyfriend? Kwa sababu kuna mzee wangu mtoto wake ametoka Marekani, anahitaji kuoa, na wewe ni binti ambayo unafanya kazi sana, nimekupenda. Je, uko tayari kuolewa? Dogo akasema, sikia, huyo sio tu boyfriend, huyo ana mwanamume tayari, lakini nashangaa mwanamume wake hamjali, tena amfanyisha kazi za kuuza chakula. Sasa sijui mume wake anasema ni tajiri. Ni tajiri wa aina gani? Akasema, wewe naomba ujeshim basi baba. Mimi sina boyfriend kabisa, niko huru, lakini siwezi nikawa na tajiri ambaye kila siku anaingiza malaya katika nyumba yake.
Mzee akaangalia, afu akasema sawa mzee, naomba niondoke. Akasema we, unamaanisha kusema nini? Akasema ninachomaanisha ni kwamba wewe hausiki nilichokiongea. Kama mzee wangu hapa amenielewa, basi kila kitu iko sawa. Mzee akasema basi sawa, asante, nimekuelewa sana. Na kampatia dongo kweli kweli. Wewe ni tajiri, lakini mbona kila siku naingiza malaya? Ni hatari. Akaja hapa akasema samahani, kama inawezekana naomba katika ile nyumba namba 5 nisipeleke chakula. Bosi akamuuliza kwa nini? Akasema pale kuna kijana ambaye ananipatia kauli mbaya kweli kweli. Akasema sikia, kupewa kauli mbaya katika kazi hiyo ni sehemu ya kazi yako. Kwa hivyo usije ukakata tamaa binti, sawa? Tena imeingia oda nyingine, unatakiwa upeleke pale kama kawaida. Siwezi nikakwambia eti usipeleke kisa umepewa maneno mabaya. Hiko kitu katika biashara yangu hakipo kabisa. Dada akasema sawa, asante madam. Ni siku nyingine ikabidi alete hivyo hivyo oda ya vyakula viwili hapa, lakini alipoleta akasema sikia, hivi ni vyakula vya mzee, naomba niondoke. Akasema wewe una kichaa, kwa nini uondoke wakati mwenyewe hajaja? Akasema sikia, siwezi nikakaa hapa hadi mzee Dani afike na ameniambia ametoka, kwa hiyo please naomba uondoke. Ile anakati anaondoka. Mchezi kaloki mlango. Anamwambia sikia, leo huwezi ukaondoka hadi utakaponielewa jinsi ambavyo hisia zangu ziko juu yako. Nitakueleza kila kitu, kama tutaelewana basi nitakuruhusu uweze kuondoka. Dada anasema jamani, mimi nahitaji kwenda kufanya biashara nyingine. Akasema biashara gani? Hapa uweze kutoka hata siku moja. Kwa nini unakuwa ni mtu ambaye sio muelewa? Akamkamata, lakini alipomkamata wakaangaliana sana. Ni watu ambao walikuwa wapenzi zamani, lakini kuna tukio lilitokea, bibi akaona bora tu aachane na mwamba hapa. Akasema mimi niruhusu niweze kuondoka. Akasema hapana, leo huwezi ukaondoka hapa hadi ambapo nitakueleza ukweli wote na wewe ukaelewa nini ambacho kimetokea. Kwa upande wa huku, huyu hapa ni mdogo wake bibi Julie. Dogo anapiga simu, ni usiku sana, simu ya dada haipokelewi kabisa wala haiti, lakini huku ni usiku kweli kweli. Mwamba anakuja hapa, anamkuta Julie amelala hapa sebleni. Akaona haina shida, ikabidi amfunike hapa ili mradi aweze kukaa sawa kabisa. Baadaye huyu kibibie Kristina kimekuja hapa. Sema nimekuja dada yangu simpati na kuaje, kwa sababu leo ni siku ya pili. Akasema sikia, dada yako hajapotea bwana, kwa sababu nilimtuma aende katika ile nyumba namba 5. Akasema nyumba namba 5 ni ipi? Mbona simu apokei kama jinsi ambavyo ilivyo zamani? Hii sio kawaida, atakuwa amepotea. Akasema sikia, basi wacha tuchunguze hilo. Akasema sawa, unatakiwa uchunguze kwa sababu sio hali ya kawaida. Dada yangu Julie amepotea. Hii ni siku ya pili sasa. Ni kweli Julie kafungiwa katika mjumba huu hapa. Anapiga kelele, jamani jirani mnisaidie. Anasema hakuna jirani wa kukusaidia, unatakiwa utulize kichwa chako. Akasema jamani, naomba niache niweze kuondoka, mimi nina kazi zangu nyingi tu, kwa nini unanifanyia kitu hiki? Mwamba akamwambia sikia, nenda katika chumba chako huko juu kabadilishe nguo na ikiwezekana uoge kabisa. Dada akaona isiwe kesi, ikabidi apande huko juu katika chumba cha mchizi walau abadilishe nguo. Anakuja hapa, nguo za kubadilisha ni za kiume. Akavaa maguo ya mjamaa hapa. Akasema sasa nimevaa hivi, simeona jinsi ambavyo nimechukia. Akasema sawa, kama umebadilisha nguo naomba ukae hapo pate chakula. Akasema sina hamu. Akasema no, lazima ule chakula chako kimekaa hapa nusu saa, kaa chini upate msozi kwanza. Baadaye alipokula chakula akaingia. Akasema sitaki uingie katika chumba hiki. Mwamba akasema sikia, hiki chumba ni cha kwangu, kaa hapa chini niweze kueleza kila kitu. Kwa nini hutaki kunielewa? Mimi yule msichana ambaye wewe unadhani ni mchumba wangu, hata sina mahusiano naye, lakini wewe uliona picha tu kaamini. Kwa nini hutaki kunielewa? Akasema kiukweli siwezi nikakuelewa kwa sababu nimeshaambiwa kila kitu. Mdogo wake kaja bwana katika nyumba hii namba 59, lakini huku ndani nadhani wameelewana kidogo. Bibi katulia. Mwamba anaambia sikia, hata siku moja sitaweza kutenda tena kosa kama lile. Naomba uwe na amani katika moyo wako, kila kitu kimeisha. Akasema ni kweli kimeisha, lakini sidhani kama nitakuamini tena. Akasema no, inabidi uniamini kwa sababu yule mwanamke ambaye ulikuwa unahisi ni wa kwangu, yule sio wangu kabisa. Kila kitu iko sawa, please. Naomba acha mawazo mabaya juu yangu. Kila kitu iko sawa sasa. Nahitaji tuweze kurudiana, upendo wetu uwe kama zamani. Dada kakubali saundi za mchizi. Mara baada ya kutekwa, lakini Kristina yuko hapa. Mzee kabidi afike hapa. Akamuuliza mbona uko hapa, kuna nini?
au kuna changamoto? Akasema dada yangu amepotea na nimeambiwa amefika hapa. Akasema hebu kwanza tuingie ndani, twende tukaone, je, yuko hapa? Alipofika dada Christina ikabidi amwite Julie. Julie akasikia bwana, ikabidi washuke. Waliposhuka hapa akamuuliza, wewe, hebu niambie, inakuwaje simu yako haipatikani? Akasema huyo hapa alinifungia, lakini tulikuwa na mazungumzo kidogo, kwa hivyo usiwe na wasiwasi kabisa. Mzee anasema hiyo tabia umeianza lini kijana? Dada akasema ngoja niingie kwanza chumbani nikachukue nguo zangu tuweze kuondoka, maana huyu ni hatari. Akisema mzee, vyakula vyako nilivileta hapo, lakini mwanao amenifanyia kitu kibaya. Mzee akapita hapa akasema, kijana, umefanya maamuzi sahihi sana kuweza kupambania hisia zako. Chiza akacheka sana, amepambania hisia zake kwa sababu bibie alikuwa anagoma sana kutoa msamaha. Siku inayofuata ndio ile ambayo dada alikuja hapa ilimradi kuweza kumletea funguo mchizi. Alipofika akasema, sikia, nimekuletea funguo zako hizi hapa, alafu sihitaji mambo mengi. Akasema, we, mambo mengi kitu gani? Huwezi ukaondoka hali ya kuwa nimemiss penzi lako. Kwanza nahitaji twende ndani tukapumzike. Bibi akasema, hapana, mimi sihitaji kufanya chochote na wewe. Lakini wakati anambusu kwenye shingo, ni sehemu ambazo zinahisia. Dada akajikuta na fly, tabasamu linatoka hapa. Mwisho siku ana kisi na kupanda juu kushiriki tendo la ndoa. Tayari upendo umerudi baina yao kati ya bibie Julie na mchizi Devi. Wako hapa wanalishana stori za mapenzi, kukumbushana vitu ambavyo walikuwa wanafanya zamani. Ndio hivyo, mnaporudiana mara baada ya kutengana, mara nyingi penzi huwa linakuwa la moto kweli kweli. Lakini mambo yatakuwaje? Acha tuone. Lakini leo ni siku nyingine. Mchezi Devi anafika hapa mlangoni. Kuna dada amekuja hapa anaitwa Melina. Anasema nimekuja. Akamuuliza sawa, umefuata nini? Anasema hii mimba ni ya kwako, kwa hivyo nahitaji matumizi na ikiwezekana nikae hapa. Akasema we, usije ukanitania. Akasema sio utani. Akasema ndio ni utani. Akasema sikia, sikuhitaji hapa nyumbani kwangu. Akasema hii ni mimba yako. Kidogo dada Julie anafika hapa. Akasema huyu ni nani? Akasema huyu ni mke wangu. Akasema unasemaje? Akasema ndio hivyo. Dada Julie akasema wewe dada, inawezekana vipi unampelekea mwanamume ambaye sio mimba yake alafu unasema ni ya kwake? Akasema dada yangu, hii mimba ni ya Devi na nina ushahidi kabisa kwamba nilifanya naye mapenzi katika ile hoteli, na hivyo hii mimba ni yako. Please, naomba sana uweze kuibeba. Dada anasema we, hebu niambie kwamba anachokiongea huyu mtu ni uongo. Akasema sio uongo, ninachosema ni ukweli. Akasema hiyo mimba sio yangu na ninahitaji utoke nje mara moja. Dada anasema unasemaje? Mbona siwaelewi? Akasema hii mimba sio ya kwangu, please Julie, naomba unielewe. Julie kakasirika akatoka nje. Ataki hata kusikia. Walielewana juzi tu, lakini leo mambo yamevurugika tena. Akasema sikia, toka katika nyumba yangu, hiyo mimba si yako. Akasema jamani mpenzi, please, kwa nini hutaki kunielewa? Hii mimba siku ile tulivyofanya ndio imepatikana. Akasema siwezi nikalea mimba ambayo sio ya kwangu. Naomba nenda kapeleke kwa huyo mwanamume ambaye amekupatia hii mimba, lakini usije kuharibu katika maisha yangu hapa. Dada akachafua. Usiku Mwamba anapiga simu hapa. Dada anaangalia jina limeandikwa Devi, lakini kupokea anaona ugumu kabisa, kwa sababu ni mwanamume ambaye anampenda, lakini mwisho wa siku anamtengenezea matukio kweli kweli. Leo asubuhi ajabu, dada Maria amefika hapa. Asema nimekuja. Akasema sawa, umekuja, umefuata nini? Akasema sikia, wewe ni mwanamke mwenzangu, naomba ukaniombee msamaha kwa yule Devi, kwa sababu hii mimba ni ya kwake. Sasa kwa nini mbona mnanitenga kiasi hivyo? Je, mimi nitapeleka wapi mimba? Akasema sikia, naomba utoke katika nyumba yangu. Kidogo Christina anafika hapa. Akasema wewe dada, hauna aibu? Naomba utoke katika nyumba yetu, hiyo mimba mpelekee mwanamume ambaye unahisi ni sahihi. Dada analia ni kama ametoneshwa kidonda. Maria akafika huku. Mchiza akasema we, sikia, mimi sikuhitaji katika nyumba yangu hapa. Asema jamani Devi, kwa nini hutaki kunielewa? Hasa mimi hii mimba kale nani? Akasema sikia, hii mimba ipeleke kwa mwanamume. Akasema jamani, nilifanya mapenzi na wanaume wawili kwa wakati mmoja, lakini wewe ukiwepo. Akasema sawa, nenda kampelekee huyo mwingine, lakini mimi sihusiki kabisa na hiyo mimba. Akaingia ndani akafunga na mlango. Bwana Maria imekula kwake. Lakini leo mchiza anafika hapa.
Kama dada yuko na mizigo yake kama kawaida, asema unakuja mbele yangu kufuata nini? Asema nimekuja kuomba msamaha. Akasema msamaha wa kitu gani? Akasema msamaha kwa yote ambayo yametokea. Kwa hivyo naomba sana unisamehe kwa sababu yule mtu sio wa kwangu. Nadhani umeelewa ukweli wote ambao amekueleza. Please sana, na kuhitaji urejee nyumbani tuweze kuendeleza maisha yetu kama kawaida. Shetani asije kuingilia kati hapa. Dada kaelewa ya kwamba kumbe bibi Maria alikuwa ni changadoa, kwa hivyo alikuwa anatafuta mtu wa kumpatia ule ujauzito aweze kubeba. Mwisho wa siku siku ya leo mwamba amemuita dada hapa. Alipoingia ndani akapiga goti, akasema hebu niambie nini kipo mbele yangu. Akasema fumbua macho tazame. Alipofumbua bwana will you marry me? Je, upo tayari kuolewa na mimi? Cheza na piga goti, ambia wewe ndio mwanamke ambaye nimekuchagua katika maisha yangu. Please, nahitaji uwe mke wangu wa maisha na siku zote uwe karibu yangu. Dada kaenda kumkisi, akasema yes, niko tayari kuolewa na wewe. Chiza natoa pete hapa anamvisha bibie, na mwisho siku safari yao kuelekea ndoa sasa inakuwa katika nyakati nzuri kabisa. Devi ni wa Julie na Julie anabaki kuwa ni wa Devi. Movie yetu inakamilika hapa, lakini hukamilika kwa movie hii basi na imani kuna vitu fulani tutakuwa tumejifunza. Jambo la kwanza kabisa, upendo kweli haufi. Japokuwa mnaweza mkapitia changamoto mbalimbali, mkakwaruzana, mkagombana, ikafika hatua mkaachana, lakini kama kuna upendo wa dhati baina yenu, basi ipo siku moja tu mtatafutana, mtaombana msamaha na kila kitu kitakuwa sawa. Wewe ukiona upo katika mapenzi na mtu ambaye mkiachana unapita miaka au miezi 6 mtafutani, basi tambua ya kwamba huyo mtu tone la upendo lilikuwa limeshafika muda mrefu. Kwa hivyo huwezi ukarudisha upendo kati yake. Kwa hivyo funzo ni hapo, upendo wa dhati siku zote huwa unatafuta njia ya kuunganisha watu, na kama unaona watu hawaungani, basi hakuna upendo sehemu hii. Hili ni jambo la kwanza ambalo unatakiwa ulijifunze. Lakini jambo la pili, kuwa makini binti, usije ukawabeba mimba ya mwanamume ambaye haumtambui. Madada wale wanateseka sana, yani katika zile siku za hatari ni 4, alafu kila siku unatembea na mwanamume tofauti. Mwisho wa siku mimba inaingia, unaanza kujiuliza, je, mimba ni ya mwanamume wa kwanza au mwanamume wa pili? Mwisho wa siku unaanza kujiuliza, nimpelekee nani mimba hii, kwa sababu wote ulishiriki nao na ilikuwa ni siku za hatari. Wewe mwanamke, mwili wako ni wa thamani sana. Usije ukaudhalilisha mwili wako huo na kujigeuza changodoa, hali ya kuwa unajua kabisa unachokifanya sio sahihi. Lakini je, wewe ambao umetazama umejifunza kitu gani? Tuwekee comment hapo chini, kisha subscribe. Tukutane katika movie ijayo.